Majina yangu naitwa Fred Kimiti. Niko na wenzangu hapa nao watajitambulisha. Kushoto kwangu niko na dada, karibu jitambulishe. Nitwa Irahunda Gladys Dorian. Kulia kwangu niko na baba hapa, jitambulishe. Praise Jesus. My name is Eli Mkenda. Tuko hapa siku ya leo, tumekuja kutambulisha jambo. Tuna jambo letu. Kama mtambulishi alivyosema kwamba ametutambulisha akasema hakutokuwa na maswali. Na nitaomba msamaha kwa sababu ilikuwa inabidi tutumie microphone pale, lakini hatukuweza kwa sababu sound engineer amechelewa kufika. Ila nitaomba nianze mara moja kwa ajili ya utambulisho wa shughuli iliyotuleta hapa siku ya leo. Mnavonisikia hapa naongea Kiswahili, mimi naitwa Fred Kimiti kama nilivyosema, natokea Tanzania. Mimi ni Mtanzania, nipo hapa kwenye kazi maalum, lakini pia niko katika kazi ya kuisaidia Burundi kufikia malengo mengi sana katika kumtumikia Kristo na serikali kwa ujumla. Siku ya leo tunakuja kuzungumzia shughuli kubwa sana ambayo sisi kama Watanzania, ndugu na Warundi, tumefika hapa tukaona kuna mambo mengi yanahitajika kufanyika. Hayo mambo yanayohitajika kufanyika, mojawapo ni jambo la kuweza kuifanya Burundi ionekane katika mataifa yote kwamba ni nchi sasa ina amani. Watu wa Burundi wana furaha, watu wa Burundi ni wakarimu, watu wa Burundi sio kama jinsi watu wanavyowafikiria. Kwa hiyo tumekuja na jambo hili la udugu kati ya Warundi na Watanzania kupitia Yesu Kristo, kwa sababu mimi nimetembelea makanisa mengi hapa Burundi kama mchungaji na nimepokelewa vizuri na nimeifanya kazi ya Mungu vizuri sana. Yale yote ambayo tumeyasikia huko nje ni tofauti na jinsi ambavyo nimeona. Mimi siku ya leo najitangaza kuwa moja kati ya mabalozi wa amani. Mabalozi wa amani na mabalozi wa kuitambulisha Burundi katika Yesu Kristo, kwamba Burundi ni nchi ya amani, Burundi ni nchi ya upendo, Burundi ni nchi yenye mshikamano mkubwa sana, tofauti na mataifa wanavyoijua. Kupitia jambo hili siku ya leo naamua kabisa kujitoa sadaka kwa Mungu na Yesu Kristo Mwokozi wangu, kuanzisha shughuli kubwa sana ya kuimba, kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu, ambapo tunaenda kuzindua project mojawapo inaitwa kwa jina la Age. Pigeni makofi jamani. Kwa hiyo kama nimetaja Age, na maana nimeizindua rasmi Age. Age ni nini? Age ni tamasha, ni shughuli ya kidini ya walokole, watu waliookoka na wale bado wanamtafuta Yesu Kristo kwa njia yoyote ile, na wale bado wana hamu ya kuijua Injili. Kwa hiyo Age tumeungana, tukiwepo wa Tanzania baadhi, nikiwepo na mwenzangu kutoka Tanzania na dada akiwa amewakilisha vijana wa Burundi, na wapo wengi sana ambao wameungana na sisi kwa ajili ya kuanzisha hii shughuli ya Age. Age ni neno la Kiingereza kwa sababu hili tumeweza kulianzisha huko Tanzania, na ndio maana limeitwa kwa jina la Kiingereza. Ni neno la Kiingereza. Age maana yake nini? Ndugu waandishi wa habari, Age maana yake entertainment during gospel experience. Entertainment during gospel experience. Age ina maana ni kuburudika wakati wa kusikia neno la Kristo, wakati wa gospel, wakati wa ibada na vitu vinginevyo, kwa sababu hata makanisani tunasifu na kuabudu, na Mungu sifa yake ya kwanza anayoitafuta kwa mwanadamu ni kumsifu na kumwabudu. Kwa hiyo sisi tunakuja kuungana na Warundi wenzetu, ndugu zetu,
kaka zetu, dada zetu na wajomba zetu, hasa na wengine ni baba zetu na mama zetu wako hapa. Tumekuja kuungana nao kuleta ile positive awareness, kuleta ule mtazamo chanya kwa ajili ya Burundi, kwa mataifa yote ya dunia. Tunaanzisha hii shughuli ya Age kila mwaka, tutakuwa tunafanya katika mataifa mbalimbali za Afrika ya Kati, Mashariki na Kusini. Kwa hiyo naweza nikasema Burundi ni nchi ya kwanza ambayo imepata bahati kubwa kwa kuweza kutupokea sisi vizuri, tukajisikia kuwa na munkari, yani kuwa na ule moyo wa upendo kuweza kuzindua kwa mara ya kwanza ili tamasha la Age hapa Burundi. Tamasha la Age ni nini? Tamasha la Age ni tamasha litaleta makanisa yote, watu wote wanaoitika Yesu Kristo, wanaotaka kumjua Yesu. Tutakutana sehemu moja, tutaimba, kusifu na kuabudu. Tutakuwa tunawatunza, kuwapongeza wasanii na watu waliotumika katika shughuli za dini ya Kikristo, watu waliofanya Burundi iweze kurudi katika umoja kupitia Yesu Kristo, watu wanaoleta watu makanisani, wanaingia makanisani, wanasikia neno la Mungu na wanarudi majumbani kwa amani. Kwa hiyo ningeomba sana Warundi, kuanzia leo mjue kwamba Burundi hili tamasha litakuwa ndio chanzo namba moja, au itakuwa ndio lulu mojawapo ya kuwafanya mataifa yote ya duniani kujua kwamba Burundi watu wana amani, watu wamefurahi, watu wana umoja na mshikamano. Kwa hiyo kwa haya machache nataka kusema kwa kuzindua hili tamasha. Kama mnavyoona tuna hii hapa. Hii ni tuzo. Hii ni tuzo ambayo tutaitoa kwa wale watu, wasanii, waimbaji, wachezaji, wachekeshaji na kila anayehusika na burudani kupitia Yesu Kristo. Tutamtuza hii. Hii ni dhahabu ya chrome. Hii ni tuzo ya dhahabu ya chrome na ina gharama ya dola 350. Dola 350 ni sawa na franc kama milioni 1 na vitu hivyo, kama milioni 1 na kitu. Kwa hiyo jamani, waandishi wa habari, na izindua leo Age. Kama mnavyoiona ina nembo, inaonekana vizuri, Age Entertainment During Gospel. Na huku upande wa pili utaona inaandika kabisa wasanii tulishawajua ambao tutawatunza, tutawapatia ituzo. Na kategori zote zipo, kuanzia msanii bora wa kiume, msanii bora wa kike, msanii bora wa mziki wa Injili Afrika ya Mashariki na Kati, msanii bora wa mziki mwenye video nzuri Afrika ya Mashariki na Kati, kundi zuri la kwaya la hapa Burundi na Afrika ya Mashariki na Kati, makundi mazuri ya waimbaji na wachezaji, kwani tuna kategori zisizopungua 13. Hizo kategori zote 13 sio kwamba watu wanashindana, hapana. Narudia, waandishi wa habari ndugu zangu, msiende mkaandika tofauti au mkaambia watu tofauti, hapana. Sisi tuna kamati ya vijana wa Kirundi wanaojielewa, kamati ya maandalizi ya hili tamasha la Age. Hii kamati ni vijana wako kwenye gospel industry. Mimi mwenyewe ni mchungaji, naingia kwenye makanisa, naona makwaya, nimetembea sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, Magitega, Mangozi, Karuzi, wapi, sehemu nyingi nimeenda kufundisha. Na nimeona waimbaji, nikaona kuna vipaji, na ndio maana nikasema hili tamasha tulilete hapa. Mkiangalia matuzo mengi duniani, hadi matuzo makubwa, wanafanya hii shughuli mpaka siku ya tuzo ndipo utaona hizi trophy zimeandaliwa. Kwa hiyo watu wanakuwa na stress kupata hiki kitu. Lakini ili mjue na mtambue kwamba sisi tulijiandaa ipasavyo. Hebu angalia, sijawatajia tarehe na mwezi, hamjajua ni siku ni lini, lakini tayari tuzo ziko tayari. Ina maana hata kama tulikuwa tunaweza kutoa tuzo kesho, hii tungeweza kumkabidhi msanii. Hebu tumpigie Yesu makofi jamani. Kwa Yesu Kristo tunang'aa, na tunang'aa ndani ya Bujumbura. Siku ya leo nimekuja pia kuwaambia kwamba uzinduzi wetu rasmi kwa mara ya kwanza
kwa Kifaransa mnasema premiere edition ya Age Fest, na kutoa tuzo, kuimba, kusifu, kuabudu na kumtukuza Mungu. Tutazindua tarehe 24 na 25 mwezi wa 12, Desembre le 24 et le 25. Tarehe 24 utakuwa ni usiku wa ma-VIP, utakuwa ni usiku wa red carpet. Tunataka tuwaoneshe kwa mara ya kwanza Burundi, watu watatembea kwenye red carpet isiyopungua mita 600 kwenye ukumbi, 600 mita ya red carpet, na picha zitakuwa za kila aina. Tuna vyombo vya habari kutoka Kenya, tutakuwa na vyombo vya habari kutoka Tanzania, tutakuwa na waandishi wa habari kutoka Kongo ambao wameisha confirm na wako pamoja na sisi. Mimi naitwa Pastor Fred Kimiti, natokea Tanzania. Ndio. Tungependa tuambie AG. AG ni nini? AG maana yake entertainment during gospel experience. Entertainment during gospel experience. Okay. Wakati wa kupokea neno. Kwa nini hasa mliamua kuifanyia Burundi? Tuliamua kuileta hapa Burundi kwa sababu lengo letu namba moja, sisi tunataka kupromote peace, amani. Tunataka pia tuingie, sio tu promotion, tunataka tuoneshe dunia nzima yale wanayoyaongelea kuhusu Afrika, kwa sababu nchi zetu zinaongelewa vibaya. Mara Tanzania kuna hivi, mara kama hivi sasa hivi Tanzania iko kwenye uchaguzi, watu wanaongea, kila mtu anaongea cha kwake. Lakini ukija Tanzania watu wanaendelea na biashara zao. Mimi nimekuja hapa Burundi nimeshangaa, nikaambia wenzangu, jamani, tunahitaji, kwa sababu hiki kitu ni cha Afrika nzima, twende tuzindue Burundi, tuwaoneshe mataifa kwamba Burundi kile wanachokiongea kule sicho, kwa sababu sisi tumeokoka na tunajua nini inabidi tuongee. Amen. Right. AG ni gospel, 100% gospel, right? 100%. Right. Asilimia 100. Kwa kujiandikisha inakuwaje? Au nyinyi wenyewe ndio mnaamua tu mtu ambaye tuna komite organisateur, ile komite ndio inachambua watu, inachagua nani ndo nani afanye nini. Kwa hiyo tunakuwa tunaangalia wasanii kulingana na list ya top 10. Kwa sababu hapa Burundi tunajua wale wasanii bora 10 wanajulikana. Ukiongelea kina Apollinaire, kina David, kina wako wengi. Au wasanii wa zamani. Lakini ni wakubwa. Mfano kama Apollinaire na ngoma, ukiangalia juzi nilikuwa naona live yake amepiga Canada. Ni hatari. Ni level nyingine kabisa yani. Ukiangalia David, nimemwangalia Australia, mpaka David ametangazwa kuimba wimbo wa taifa wa Australia kwenye mashindano ya dunia ya rugby. Can you imagine? Ya sasa Warundi wanalijua hilo? Hawajui. Kwa hiyo hizi ni platform ambazo tuna uwezo wa kurecover, yani kujua, kugundua kipaji kilichojificha sehemu kikaingia na tukakitangaza. Hapa naona ni artists from music, gospel, Central Africa, East and Central Africa. Kwa hiyo mfano kama about North bado hatuwezi kwenda, na South hatuwezi kwenda sasa hivi kwa sababu tumeanza kuzindua kwa ukanda. Tunaanza ukanda wa Afrika ya Kati na Mashariki, alafu tutaenda Afrika ya Juu, tutaenda na Afrika ya Kusini, lakini hiki ni kitu cha Waafrika. Kwa hiyo tunatafuta mapartners wengi. Nadhani kwenye press conference kule niliongea mengi sana kuhusu wadau ambao wako tayari kutuunga mkono. Lakini hivi vitu ambavyo naomba hela nyingi sana, kwa sababu nchi ni nyingi sana, inakuwaje? Hela tunazo. Hela tunazo. Mapartners wako ni wengi. Yani tuko mapartners. Au nyinyi ndio mlanani? Sio mimi, tuko wengi. Ukituangalia sisi ni watu ambao tumekaa kwenye shughuli za burudani miaka mingi. Mimi nimeanza kutafuta hela nina miaka 19. Sasa hivi nina miaka 40. Kwa hiyo nina miaka mingi natafuta hela. Kwa hiyo nilikuwa na malengo. Kwa hiyo niingia kumtumikia Kristo, sijaenda kumtumikia Kristo kinjanja. Nimeenda kumtumikia Kristo nikiwa najipiga kifua mbele kwamba sasa najimudu kimaisha. Wacha nimtumikie Mungu wangu, na ndio maana nafanya hivi vitu. Kupata sponsor sio rahisi, lakini tumeishaanza na trophy unaziona zimetoka China, ziko tayari hapa. Unanielewa? Na Dubai tutengenezea. Hii trophy moja ina gharama ya dola 350. Mpaka inafika hapa na kodi yake inafika kwa dola 400. Hii. Sasa na milioni 1.4 hapa. Za Burundi. Ndio. Hela nyingi. Ni hela nyingi. Kwa kumaliza kidogo, kwa wasanii ambao wanataka kushiriki hii mashindano bila kunani, unaweza kuambia nini? Mimi nawaomba tu wasanii wa Burundi, acheni kuwa mnalala, msilale sana. Wasanii wa Burundi, hii ndio platform